Ndugu wa Tanzania, tunaongea habari hizi kwa sababu ya kwamba sisi ni Watanzania, sisi ni wazalendo, sisi ni wenye kuitakia heri Tanzania. Kuna mambo 6 ambayo yanatukabili sisi kama Watanzania, na tusipoangalia nchi yetu inaweza kujikuta kama nchi nyingine ambazo zimevurugwa. Jambo la kwanza ni kinachodaiwa kuwa ni madai ya haki. Kimepigiwa kelele na vyama vya upinzani, wanaharakati, kimepigiwa kelele hata na viongozi wa dini. Na hiki kinachodaiwa kuwa haki ni mchakato wa kawaida wa mabadiliko katika nchi yoyote ile, ambacho kinaweza kufanyika na kilishaanza kufanyika kupitia ule mchakato wa marekebisho ya katiba ulioongozwa na tume ya Jaji Warioba. Lakini sasa hivi kinapigiwa kelele kama silaha ya kumwondoa madarakani rais ambaye anaiongoza nchi hii, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Kinapigiwa kelele kiasi cha kutokujali amani, utulivu wala usalama wa nchi. Na kila anayepiga kelele kudai haki amekuwa anaitoboa boti au mtumbwi wa Tanzania, kwa sababu njia zinazotumika kudai hiyo haki ni njia ambazo zinahatarisha amani, usalama, utulivu, utangamano na maendeleo ya Tanzania. Na hakika njia nyingine zimefikia hatua kupanda daraja hadi kuwa ni mbinu za kihaini za kutaka kumwondosha madarakani rais aliyopo kwa njia zozote zile. Kuna wengine mpaka wamefikia kudai kwamba serikali hii ikae pembeni, iundwe serikali ya mpito itakayoongozwa na Umoja wa Mataifa au na wanaoitwa wadau wa maendeleo, Jumuiya ya Ulaya, yani kuturudisha katika ukoloni katika karne ya 21. Na hawa nao wanadai haki ya kuja kutawala nchi ya Tanzania, vyama vya upinzani. Njia hadi za kutaka kuiangusha serikali kupitia kinachoitwa maandamano ya amani, ambayo unaona kabisa zile vijana wanaita vibe ni za kupelekea kwamba rais aliyoko madarakani aondoke, alazimishwe aondoke. Angalia kwenye mitandao ya kijamii kinachoendelea. Kwa kweli hii ni hatari kubwa inayokabili nchi hii, na kama Watanzania wasipoiona hatari hii ambayo imepata washabiki kutoka nje ya Tanzania, wengine wananchi nchi za huko ughaibuni, kama kale kamdada ambako kamejitokeza kujifanya kenyewe ndio bingwa wa kujua mambo ya ndani ya nchi hii, jeshi la nchi yetu, polisi wa nchi yetu, idara ya usalama wa taifa, kanajua kila kitu. Utadhania kenyewe kamekuwa ni FBI au CIA au KGB ya zama zile za Kisovieti. Na wengine ni wambea tu ambao wamekuja kutaka kufitinisha watu, kutoa aibu za watu kwa namna mbalimbali, mpaka wanatunga na nyimbo za kumdhalilisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hakika hali hii haiwezi kuvumiliwa kwa wale ambao wanatakia heri Tanzania. Kudai haki hakutakiwi kuhatarisha amani, hata kwa sheria za kimataifa. Sheria za kimataifa zinasema wananchi wana haki ya kuandamana, wana haki ya kudai chochote, wana haki ya kujieleza, uhuru wa kujieleza. Lakini sheria hizo za kimataifa zinasema uhuru huo hautakiwi uhatarishe amani, usalama wala usalama wa jamii. Vinginevyo huo uhuru haupo. Na kila mtu atambue kwamba haki yako inapoishia ndipo haki ya mwingine inapoanzia. Hii ni hatari ya kwanza kubwa, na bahati mbaya hatari hii sasa inapigiwa chapuo na viongozi wa dini,
hasa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC. Hili halitakiwi livumilike hata kidogo, kwa sababu wanasema Waswahili, usipoziba ufa lazima utajenga ukuta. Wanasema vijana, ukicheza na nyani utavuna mabua. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iachukulie mambo haya kwa uzito wa kipekee. Nchi zote zilizoingia kwenye machafuko mambo yalianza hivi hivi kidogo kidogo. Mitandao ya kijamii, wanaojiita wanaharakati, sijui wakosoaji wa mambo. Kama ni jambo la kutishia uhuru wetu, usalama wetu, amani ya nchi wetu, utulivu wa nchi yetu, hatari hii inatakiwa ikabiliwe sasa kwa kutumia nguvu yoyote ile, na wala hakuna mwenye haki ya kulalamika. Na mimi nirudie kama alivyosema Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, who are you? Mbona kwenye nchi zao hawavumilii mtu hata afanye yale ambayo wanayaona kwenye nchi zetu? Hii ni hatari ya kwanza, na tutakuja kuelezea hatari ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano na ya sita. Lakini kwanza tuipokee hii na tuitafakari. Kila Mtanzania mpenda amani, utulivu, usalama, maendeleo ya nchi yetu, mzalendo wa kweli, anatakiwa azinduke. Asikubali tena kutumika kwa namna yoyote ile kama wanavyotumika vijana wetu hawa wanaitwa Gen Z. Nikutakieni amani, usalama na utulivu na maendeleo ya nchi yetu. Asanteni sana.